eneo lenu la Igalukilo tumelipangia mipango ambayo itakuwa endelevu. Moja ni kuhakikisha kwamba tunafikisha barabara mpaka eneo lenu hili la Igalukilo na utaratibu unaendelea. Lakini jambo la pili, katika eneo hili tulikuwa tumekubaliana na wataalamu walishafika huku, wakaliangalia eneo la shule, wakakubaliana na baadhi ya viongozi hapa, ili eneo hili hapa lipimwe na lenyewe, ili shule hii sasa tuanze kuijenga iwe shule na tuiletee mwalimu ambaye ameajiriwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia upimaji utakaokuja kufanyika huku, kwa sababu kuna upimaji unakuja. Upimaji huo ni kuwafanya wote kwa eneo hili, hatuna shida nalo. Walioko huku wataendelea kukaa huku, hamna shida, na mashamba yao hayatoathiriwa na upimaji ambao tutakuja kuufanya, kwa sababu tunataka watu waendelee kukaa huku. Tutahitaji mtutengee eneo lingine kwa ajili ya ujenzi wa zahanati. Lakini kama mnavyofahamu, kuna watu wa Mnyamaza ambao tutawahamishia maeneo ya mbele kule, kuanzia kule kwenye Diko kwenda kule mbele ambao kuna msitu, na tushakaa vikao kadhaa kukubaliana. Nafikiri Mheshimiwa DC atakuja kutoa ufafanuzi. Tunahitaji kuwapokea, na eneo lao kule kuna eneo ambalo tutalipima kwa ajili ya shule, tutapima kwa ajili ya zahanati, na tutapima kwa ajili ya eneo la miundombinu ya kisima. Kutakuwa kuna masoko, kutakuwa kuna maeneo ya shule, elimu ya kuabudia, tutakuwa tuna maeneo kwa ajili ya shule ya sekondari. Kwa hiyo tunahitaji tupate ushirikiano kutoka kwenu, ili maeneo haya tuyaboreshe na kuyafanya kuwa ya kisasa. Kwa hiyo maeneo yenu haya tunahitaji nyinyi mtoe ushirikiano, na kwa sababu tutapata mtambo wa kuja kuchimba kisimo katika eneo lile. Mheshimiwa DC, utakapokuja ule mtambo, tutaomba wale wanaokuja kufanya survey ambao tumeshaanza kufanya nao maongezi, waje wafanye na survey maeneo haya huku, ili tuwe na kisima kule na huku. Kwa hiyo na huku tuje tuweke kisima cha kuchimba, ili kwa ajili ya kuleta miundombinu ya maji kwa ajili ya wananchi wa huku. Mkutano wetu wa leo na ninyi hapa ni mwendelezo wa mikutano tunayoifanya katika maeneo mbalimbali, kukagua shughuli za maendeleo, kuimarisha usalama katika maeneo yetu, ili wananchi waendelee kufanya kazi na shughuli za kimaendeleo katika maeneo yao katika hali ya utulivu. Kwa maana ninachukua nafasi hii kwa niaba ya viongozi wakubwa ambao nimewataja hapo kabla, kuwapongezeni sana kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Hakika songeni mbele. Na kazi ambayo tunayo mbele yetu sisi sote, serikali na ninyi wananchi, ni kwenda pamoja bila kubishana, bila kugombana, bila kupigana, bila kuitirafiana, kwa sababu ni mipango ambayo tunaifanya kwa pamoja kwenye vikao vyenye wawakilishi, kwenye vikao vya kama hapa kwenye mkutano hapa. Kazi ya kuwapanga upya wananchi wa maeneo ya Western, ya maeneo ya Igalukilo, ya maeneo ya Misanga na maeneo yote, sasa rasmi tumeianza jana. Kutonga barabara mpaka kufika ambako tutaonyesha mashamba na viwanja vilivyopimwa kwa wale wote ambao watakuwa kwenye maeneo ambayo yana hati za makampuni na serikali, kwa maana kampuni ya asa ya serikali, ili waweze kuacha kuyatumia mara moja, waje kutumia maeneo ambayo tumeyaratibu na kuyapanga. Tunaileta mpaka maeneo ambako tumeyapima mashamba. Tutamwomba mtaalamu abandike ile picha pale, nitapita kuiona. Tumepima mashamba, tumepima viwanja, ambako wale wote ambao wamo kwenye maeneo ambayo ndani yake wako kwenye maeneo ambayo yamepangiwa mipango ya kilimo cha kisasa kwa wawekezaji, kwa kampuni za serikali, ili waweze kuhamisha makazi yao na kuhamishia hapo ambao sasa rasmi watakuwa
wamepewa na wameonyeshwa. Kuna swali ambalo limekuwa likiulizwa na likisemwa kila wakati kwamba mbona mnapowaleta nako kuna watu, mbona Igalukilo kuna watu, mbona Misanga kuna watu? Jawabu lake ni hili: hata kule Western kulikuwa kuna watu na huku kuna watu. Kwa hiyo mpango huu, ili mradi umo ndani ya eneo ambalo unatakiwa kuliachia, utaliachia hata kama huko Igalukilo ama huko Misanga, lakini hutatoka bure. Tutakuweka kwenye eneo ambalo tumepangilia ili maisha yako yaendelee. Na sasa pale utakuwa sasa wenyeji wako, maisha yako ni kwenye eneo hilo ambalo utakuwa umepata. Kwa wananchi wale ambao wanahama, mpango uliopo unaosimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ni kwamba mwananchi atapewa kiwanja kimoja na hati ya kuchukua mkopo benki bure. Lakini vile vile kuna kundi la pili la ramani kushoto, utaona kidogo ni kubwa. Hivi ni viwanja mashamba ya ekari 6 ambayo na yenyewe imepimwa kisheria, ambayo itakuwezesha wewe kwenda kuchukua mkopo benki mpaka milioni 50 unaweza ukachukua kwa shamba moja la ekari 6 ambalo limesajiliwa kwa namba zinazoonekana hapo.